Usifikirie kwamba wale wahubiri wakubwa na kuna roho watawasaidia. Wale wenye wako ndani ya serikali wale. Wale wakubwa wa kanisa wenye wako ndani ya serikali wale wakuja kuwasaidia. Sijui kwamba serikali wale. Shetani akikuja akiingilia serikali ikisema kwamba makanisa zote zifungwe. Na wale wako ndani ya serikali wawatetee. Vijana mnafaa kuamka bwana. Amka, tafuta Roho Mtakatifu. Huyo ndiye atakaye kutetea. Sijasema atakaye watetea. Sijasema atakaye tetea kanisa. Atakaye kutetea wewe mwenye naongelesha. Kisha chukua hiyo Roho Mtakatifu. Hiyo wakati wakisema makanisa zifungwe, wewe utakuwa unaendelea kufanya kazi ya Mungu, na ile siku watakuwa wanajaribu kukua hawatafaulu kamwe, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu ambaye hatakuwa anakutetea. Chua Biblia inasema kwamba we don't fear those who kills, but what we fear is that when he has killed, he also have the power to burn. Hatuogopi wale ambao wanaoua mwili, lakini mwenye tunayemwogopa ni yule ambaye akishamaliza kuua mwili pia hakuna nguvu za kuchoma hiyo mwili. Hiyo mwili kufe kabisa. Unaona anacheka wakati watu wanakufa. Choma wanakufa kabisa. Yaani inacheka kwa sababu sijacheka kwa sababu mtu amekufa. Cheka kwa sababu mtu amekufa ameniingilia. Nacheka kwa sababu nimeona mtu ambaye ako na nguvu za kuua mtu kabisa aende, kuliko huyo mshenzi akiita majambazi wako kwa ulimwengu. Ati serikali ikuje kutishia na bunduki. Wapi? Wachana nayo. Haina nguvu. Hiyo kazi yao ni kuleta hiyo bunduki marisasi 2 kufe. Yesu akirudi amka wewe. Yaani sio tu kufe ulale. Mungu anakuambia wewe pumzika. Unajua Mkristo akikufa wakati ulikuwa vita, haimaanishi kwamba ya wakati Mungu amekuacha eti sasa uwawe. Mungu alikuwa, lakini ameona umefanya kazi nyingi sana. Ni kama tu mzazi akipea watoto wake kazi, tukamsikilize bwana. Kama tu mzazi akipea watoto wake